machozi, bomu la kuua watu limetupwa kanisani. Na wakumbusha ili muone kwamba hawa wachafuzi project yao hii ni ya siku nyingi na hawakomi, kila siku wapo. Hapo serikali ya awamu ya 4 hapo. Wamemaliza hapo. Maana unasikia kiongozi wa dini kamwagiwa tindikali. Huyu si mfanyabiashara. Haya mambo gani haya? Imekuja serikali ya awamu ya 5. Chini ya Daktari John Pombe Magufuli. Mimi nawaambia haya kwa sababu nilikuwa waziri, najua. Bila kuwa vyombo vyetu kuwa macho na nchi yetu kusimama imara, walitaka nchi zitawalike. Lazima tuambizane haya. Walitaka nchi zitawalike, utisho, watu washindwe kwenda hata shambani. Kila unaamka sijui mwenyekiti mwingine kauawa pale. Sijui unaamka sijui watu wana silaha. Hawa wanafanya hivyo, halafu wale wa mitandaoni wanachochea. Upande huu wanachochea hawa wengine wanafanya vitendo vinavyotengeneza chuki. Hawa wale ambao wamejificha huko waliowatuma, vibaraka wenyewe wako huko, wanaotuma hawa hapa, wao wako kule wanachochea kwa maandishi. Rais Magufuli alisema, na mimi nairudia kauli ile ile, wala wasitume watoto wa Tanzania, waje wenyewe mbele pale. Wasiwaandikishe watoto wa Tanzania, waje wenyewe mbele. Kwa nini unataka kutumia watoto wa Tanzania? Waje wenyewe, watoke huko kwenye hao mataifa walikohifadhiwa, waje wenyewe mbele. Wala hata tusibabaishane, wala tusidanganyane. Hiyo michezo tunaijua, wala tusidanganyane. Sasa Watanzania wengine wanawasikiliza, wameshawaona watu wema kweli kweli. Wameanza lini huo wema wao? Hawa na harakati hawa wameanza lini huo wema wao? Wengine wanadhani labda wameanza kwa Samia hapa. Walimtukana Rais Magufuli. Matusi yote uliowahi kuyajua kuwa ni mabaya, yote. Hawajawahi kuacha tusi moja baya, yote. Na alipofariki wakafanya na sherehe. Sisi tukiwa tunaomboleza, wao wakafanya sherehe. Hao ndo wamekuwa wazuri wa Tanzania hao. Yaani hao ndo wanaweza wakatutakia jambo jema hao. Sisi tukiwa tumefiwa, wao walifanya sherehe. Hawa ndo wanaweza leo hii wakatuwazia jambo lolote jema. Sasa mimi nilifundishwa wakati nachunga, nisimuache hata mtoto wa mbuzi anayechechemea kalala porini. Nitashughulika nao kisawasa wa hawa wanaoleta fujo. Ndio. Ndio. Wala sisemei sehemu ya kujificha ficha. Mtu akivunja sheria anachukuliwa hatua za kisheria. Ukifanya uhalifu unakutana na mkono wa sheria. Rai yangu kwenu wa Tanzania, hawa wana mpango ulio kamili na ninyi hamujui. Msiwatengenezee mazingira ya kutekeleza mpango wao. Hao vijana wao waliotuma kuratibu haya, na wale wengine waliotuma kama yule tuliyemkamata na silaha, wanasubiri mikusanyiko ya watu waue vijana wa Kitanzania, halafu walalamike, halafu wao walipwe kwa Watanzania wetu kufa. Hii Watanzania wote tuikatae. Maisha ya Mtanzania hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Maisha ya kijana wa Kitanzania hayauzwi na wala hayanunuliwi kwa fedha yeyote. Tukatae wale wanaotaka kufanyia biashara maisha ya Watanzania. Hiyo tuikatae.
Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, wala tusibishane kuhusu mikutano ya vyama vya siasa. Hiyo ipo kikatiba, ipo tu. Sasa hivi tushughulikie jambo la usalama wa nchi yetu na usalama wa Watanzania na usalama wa hao walioko kwenye hivyo vyama vya siasa. Tudhibiti michezo ya wahalifu. Tutafanyia kazi hatua kwa hatua. Tumeshakamata watu wa kutosha hawa ambao walitumwa kuratibu na wale ambao wamepewa na silaha. Mwingine mmoja yule tena hata sio raia, ameingia na yuko na mabomu, na yeye tumemkamata. Watatuambia kila kitu. Watatuambia kila kitu. Na wale wanaolipwa kazi yao ni hiyo tu. Vijana wenzangu, wewe unakubalije mwenzio yeye analipwa kila mwezi, analipwa mamilioni ya pesa, wewe anaje kushawishi tu kwamba siku hiyo twende ufanye hivi, siku ile twende ufanye hivi. Anakuletea kijipeperushi, yeye amepewa hela. Haya tuwezi tukakubaliana hivi. Yaani milioni 5, mwenzao miezi 10 tu ana milioni 50. Yule mwingine amepewa na ameahidiwa dola milioni 1. Dola milioni 1 kama watu watakufa wengi. Hatuwezi tukauza maisha ya Watanzania namna hiyo. Na wala hatuwezi tukaruhusu mambo ya aina hiyo. Hatuwezi tukaruhusu mtu afanyie biashara maisha ya Watanzania. Kinachotafutwa nini? Rasilimali. Anayebisha hili na yeye hana hizi taarifa sisi ambazo tumewakamata hawa, atuambie ana mpango gani? Atuelezee ana mpango gani? Atuambie ana mpango gani? Sisi tumewakamata wanaolipwa na ambao wanaratibu, tumewakamata. Tumekamata na yule alikuwa anaingia na silaha, tumekamata na wale wengine wenye silaha. Tumekamata na mwingine alikuwa anatengeneza mabomu ya asili, tumekamata. Wewe unayetaka tuache uholela, huku kuna watu tumeona wanaratibu jambo la aina, una maslahi gani na jambo hilo? Niliona kama sehemu ya salamu niseme hii, niweke wazi, hatuna ugomvi sisi ndani ya nchi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Lakini tuna jambo kama nchi ambalo ni kipaumbele: usalama wa taifa letu, usalama wa Watanzania, na lazima tulinde rasilimali za nchi yetu. Na hatuwezi kuruhusu uhalifu ukatawala. Hatuwezi tukaruhusu kwamba watu wamejifungia tu huko, si taifa gani, wao wanatupangia tu kwamba siku fulani tunafanya. Wanatafuta tu tarehe wanataja. Hatuwezi tukaruhusu hicho kitu. Wajaribu nchi nyingine, sio Tanzania. Sisi hatuwezi kuruhusu hivyo. Na hata hao wanaowafuga watawafuga bure tu. Hamna siku watafanikiwa mpango muovu. Hamna siku uovu utatawala Tanzania. Haiwezekani. Kwa hiyo niliona niseme hii. Wanatafuta watu wengi, watafute siku za mikusanyiko.
wala hatutaacha watu kufanya shughuli zetu za kila siku ndani ya nchi. Hatutaacha Watanzania washindwe kufanya shughuli zao za kila siku kwa sababu kuna watu wanapanga mipango miovu. Tutashughulika na waovu. Na mimi niwaombe Watanzania wote tuunge mkono jitihada za serikali za kupinga uovu wa aina hii. Uovu wa aina hii una madhara kwa kila mtu ukipenyezwa.